naona wanatofautiana. Biblia inasema Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya, ndipo mzee Yakobo akachukua hatua za kinidhamu kwa wale watoto. Sasa Yakobo akagundua ndani ya Yusufu kuna kitu ambacho Rubeni hana, Yuda hana, Benjamini hana. Kitu hicho ndicho kilichomtofautisha Yusufu na wale watoto wengine wa Yakobo. Kwa nini? Kwa sababu kwa nini wakati habari mbaya inatokea machungani na baba hayuko machungani, hawa watoto wa mzee Yakobo waliporudi, Rubeni asiwe wa kwanza kusema, Yuda asiwe wa kwanza kusema, bali wanakaa kimya. Tukasema ndani ya Yusufu kulikuwa na kitu ambacho kwa Rubeni hakikuwepo, maana hicho kitu alichokuwa nacho ndicho kilichokuwa kinapiga kelele kwamba baba, kuna jambo moja mbili tatu ambalo sio jambo zuri limetokea kule machungani. Maadamu wewe haukuwepo, jambo lenyewe ni hili hapa. Kwa hiyo baba yao akachukua hatua za kinidhamu kwa hao watoto wake, na tukaangalia mambo manne. Na nataka nirudi hapo chapu ili tuunganishe cha leo tunapoomba tuwe na agenda kamili. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Tukaangalia mambo mangapi? Mambo manne. Nikasema kila mtu ana kesho yake, ila sio kila kesho imebeba kesho ya wengi. Kila mtu ana kesho yake, ila sio kila kesho imebeba kesho ya wengi. Rubeni alikuwa na kesho, Yuda ana kesho, Simeoni ana kesho, lakini sio kila kesho ya mtoto wa Yakobo imebeba kesho ya wengine. Wanaporudi kutoka machungani, aina ya kesho aliyoibeba Yusufu inamtofautisha Yusufu na wale ndugu zake wengine. Maana yake wale wanaona jambo baya linatokea machungani, wao wanakaa kimya. Yusufu anaona jambo baya limetokea machungani, yeye anasema. Kwa hiyo ingawa wote wana kesho, lakini aina ya kesho aliyoibeba Yusufu ilibeba kesho ya wengine. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ambalo tukaliona tukasema sio kila kesho adui ana vita nayo. Adui ana vita na kesho iliyobeba kesho ya wengi. Ingawa Rubeni ana kesho, Yuda ana kesho, lakini hauoni adui akiwa na vita na kesho ya Rubeni. Kwa nini? Kwa sababu aligundua kesho ya Rubeni haijabeba kesho ya familia nzima, bali kuna kesho ya Yusufu ndio ilibeba kesho ya wale wengine wote. Kwa hiyo tunaona ndugu zake wakagundua baba yao anampenda Yusufu kuliko wao, wakaanza kumchukia. Walipoanza kumchukia, Mungu akaanza kumwonyesha Yusufu taratibu. Kwenye ile mstari wa 5, Yusufu akalala usiku akaota ndoto. Ile ndoto ni mganda wake ukatoka chini ukasimama, alafu ile miganda ya watu wengine ikaja ikazunguka mganda wa Yusufu, alafu ikainama kwenye mganda wa Yusufu. Nikasema tafsiri ya ile ndoto ni kwamba Yusufu anapoona mganda wake unatoka chini alafu unasimama, maana yake Mungu anaenda kumtoa Yusufu mahali pa chini alafu anampeleka mahali pa juu pa heshima. Sasa Yusufu anawahadisia ndugu zake ndoto, na Yusufu hajui tafsiri ya ile ndoto. Ndugu zake wanamwambia, "Je, kweli wewe utatumiliki sisi, tutatawala sisi?" Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Yusufu ameota ndoto tu, lakini angalia tafsiri ya ile ndoto Yusufu alipata kwa wale wengine. Maana yake tafsiri ya ile ndoto ya Yusufu ilionyesha aina ya kesho ambayo Yusufu anaiendea. Sasa baada ya kugundua kwamba Yusufu amebeba kesho ya ile familia, tulitegemea hao ndugu zake wamwombee Yusufu na kule anapoelekea, lakini ndio kwanza wanasimama kinyume na Yusufu. Sasa tunaenda kwenye kitabu hichi ambacho tumekisoma, Mwanzo 37:13. Nataka tuanzie hapo. Angalia, baada ya mzee Yakobo kuona kuna mgogoro kati ya Yusufu na hawa ndugu zake wengine, Yakobo alichokifanya ni kumwacha Yusufu abakie nyumbani, asiende na hawa ndugu zake. Sasa Biblia haielezi vizuri, lakini kuna kitambo kilipita, Yakobo akagundua kuna taarifa alikuwa anazipata kwa Yusufu za machungani. Sasa baada ya Yusufu kubaki nyumbani, Yusufu hakuna taarifa zinazokuja kwake. Siku moja Yakobo na wakiwa wanaishi kwenye bonde la Hebron ambapo ndio Kanaani sasa ilipo, Yakobo akaamka asubuhi na mapema, akaandaa chakula, akamwambia Yusufu, "Ndugu zako wakati wanatoka hapa wamesema wanaenda kuchunga kondoo Shekemu. Sasa nenda na hichi chakula, alafu nenda kawaone hawa ndugu zako kama hawajambo na kundi nalo li salama, alafu niletee habari." Kwa hiyo Yakobo akamchukua Yusufu kutoka pale alipokuwepo, akaenda naye mpaka mahali fulani, alafu akamwacha. Yusufu ametoka nyumbani, anaambiwa kituo cha kwanza ni wapi? Ni Shekemu. Kwa hiyo wakaenda. Yakobo akamwacha Yusufu akaenda peke yake.
akafika mpaka Shekemu. Alipofika Shekemu, anakuta wale ndugu zake hawapo. Kwa hiyo Yusufu akaanza kuhangaika, anazunguka huku na huku na huku na huku, anawatafuta ndugu zake na hajui ndugu zake wako wapi. Sasa akiwa katika kuzunguka zunguka, mtu mmoja akamuona. Yule mtu akamfuata, akamuuliza Yusufu, "Bwana, mbona nimekuona unazunguka hapa muda mrefu? Unatafuta nini?" Yusufu akamwambia, "Natafuta ndugu zangu, maana wakati wanatoka nyumbani walisema wanakuja Shekemu. Sasa nimefika hapa siwaoni." Yule mtu akawaambia, "Ni kweli, hawako hapa. Walikuwa hapa lakini sasa wametoka, wameenda Dothan. Sasa kutoka Shekemu mpaka Dothan sio mbali." Kwa hiyo Yusufu akaanza safari kutoka kile kituo cha Shekemu, anaenda wapi? Anaenda Dothan. Sasa mkononi mwake amebeba chakula. Hichi chakula ni kwa ajili ya ndugu zake. Yusufu anaenda mabonde, milima, akawaona ndugu zake wale kule Dothan. Yusufu alipoona ndugu zake Dothan, angalia, ndugu zake nao wakamuona Yusufu, wakaambia, "Tazama bwana, ndoto yule anakuja. Haya, twende tukamkamate, tumuue, nasi tutarudisha ripoti kwa baba ya kwamba wakati umemtuma hapa njiani mnyama mkali amemla." Alisema Mungu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani Yusufu amebeba chakula anawapelekea ndugu zake. Ndugu zake wanamuona tokea mbali, yule anakuja, wanaambia, "Tazama bwana, ndoto yule anakuja." Na aina ya ndoto aliyoibeba Yusufu ndio ilikuwa imebeba kesho ya Yusufu na kesho ya ndugu zake Yusufu. Maana yake ndani ya ile ndoto iliyoko ndani ya Yusufu ilikuwa ina kesho za wale watoto wa Yakobo. Lakini hao ndio wanaambia, "Tazama bwana, ndoto yule anakuja." Maana yake wao hawachukizwi na Yusufu kama Yusufu, bali wanachukizwa na kile kilichoko ndani ya Yusufu, ambacho ndio hicho kimebeba kesho ya Yusufu. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbuka mwanzoni wakati naelezea tabia za watu wanaotegemewa na kesho ya familia, ikasema ni watu wanaofanya vitu vingi bila kujihurumia. Si ndio? Yusufu alipofika Shekemu, baba amesema nenda wapi? Shekemu. Kwa hiyo alipofika Shekemu akawakosa wale ndugu zake, alikuwa na uwezo wa kurudi kwa baba, "Nimeenda Shekemu, sija wakuta." Lakini akiwa pale alihakikisha anapambana mpaka apate ndugu zake walipo. Anaambiwa wako Dothan. Kutoka Dothan pana umbali, lakini Yusufu ana riski, anasema nitaenda hivyo hivyo. Kumbuka yuko peke yake, hawa walioenda ni wengi, wako na mifugo. Kwa hiyo kuna chochote kinaweza kutokea hapa. Angalia wale ndugu zake wanasema tumuue, anaposema mnyama mkali amemla. Hiyo inaonyesha maana yake katika mazingira yale yalikuwa ni hatari pia, yana wanyama wakali. Lakini Yusufu ana riski, anasema ngoja niwapate wapi? Dothan. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Nikasema tabia yao ya kwanza huwa wanafanya vitu vingi bila kujihurumia, kwa sababu nyuma yao kuna watu wengi. Kutoka Shekemu mpaka